Naam, Dr. Abubakari hapa. Sasa sehemu ya kwanza tuliangalia stroke ni nini, yani kiharusi, alafu sehemu ya pili tuliangalia aina za stroke, yani kupooza, cerebrovascular accident. Leo tuangalie sababu ambazo zinapelekea stroke, yani kiharusi. Sababu ya kwanza ni mtindo wa maisha. Naam, wengi wao wanakuta hawapendi kutumia vyakula na vinywaji na matunda ya asili. Kwa hiyo kinachotokea nini? Wanatumia sana vyakula vya kukoboa, vinywaji vya viwandani, kwa wanatumia sukari kwa wingi. Wanga inapokuwa inazidi alafu haufanyi na mazoezi, muda mwingi uko kwenye vyombo vya usafiri. Kwa hiyo maisha kama hayo, mtindo kama huo unakuingiza kwenye hatari ya kupata tatizo la stroke, yani kiharusi. Sababu nyingine tunasema ni umri. Umri kadri unavyopanda hivi, ile mishipa ya damu, uwezo wake wa kutanuka na kusinyaa huo unapungua, alafu mifumo mingi inakuwa utendaji kazi wake unapungua. Kwa hiyo ndio maana umri kadri unavyopanda hivi inakuwa sababu ya kumuingiza mtu kupata tatizo la stroke. Sababu nyingine, unapokuwa ndugu yangu na pressure ya kupanda pamoja na kisukari. Ukiwa na pressure ya kupanda, hasa unakuta mwingine pressure imefika 180, 200, ile mishipa ina kawaida ya kupasuka. Kwa damu inaweza ikamwagikia kwenye ubongo, inakuwa sababu ya kupata stroke. Na ukiwa na sukari hivyo, kiwango cha sukari, mafuta kadri kinavyozidi inaziba kwenye ile mishipa ya damu, damu itashindwa kupita vizuri. Kwa hiyo sukari pamoja na pressure ya kupanda inakuwa sababu nyingine. Sababu nyingine ambayo inapelekea kuwa na tatizo la stroke, ndugu yangu, matumizi ya pombe pamoja na sigara. Matumizi ya sigara, ndugu yangu, inapelekea mishipa ya damu, uwezo wake wa kutanuka na kusinyaa huo unapungua. Ushaona? Lakini vile vile, ndugu yangu, matumizi ya pombe, vilevi vingi huwa vinatengenezwa kwa kutumia nafaka. Kwa hiyo ile nafaka ni wanga, inaenda inabadilishwa, inakuwa mafuta. Kwa matumizi ya pombe pamoja na sigara inakuwa sababu ya kupata tatizo la stroke. Sababu nyingine ambayo inawapelekea wengi kupata stroke ni ajali. Haswa ajali ambazo zinahusisha huko kwenye kichwa. Unakuta mtu amedondoka au amepata ajali ya gari au pikipiki au amedondoka kwenye mti au kwenye gorofa. Kwa hiyo ukipata ajali ambayo inahusisha kichwa, mishipa ya damu ambayo inapeleka damu kwenye ubongo, kuna mingine huwa damu inagandia. Kwa hiyo kinachotokea, itashindwa kupitisha damu vizuri kupeleka kwenye seli za ubongo, unaingia kwenye hatari ya kupata stroke. Na napatikana Mafinga, Iringa. Nimeshawasaidia wengi wenye matatizo ya stroke na wanapona. Sio stroke tu, kisukari kinapona moja kwa moja, pressure, sukari na matatizo mengine mengi. Chukua namba, itafute ndugu yangu, karibu sana.